Ladies and gentlemen, welcome to Brother Roger's YouTube channel. This is a place whereby we discuss Bible stories and try to analyze what we learn from those stories. In one way or another, from this story, you might be encouraged. In one way or another, from this story, you might be healed. In one way or another, from this story, you might get saved. Ladies and gentlemen, people are misquoting me when I said I'm not here to heal people. I said I'm not here to force people into healing. I'm not here to force people into salvation. I'm here to preach to you. If my word touches you and you get saved, glory be to God. If my word touches you and you get healed, glory be to God. Kama mahubiri yangu yatakuguza na uache kukunywa pombe, tutashukuru Mungu. Na kama mahubiri yangu yatakuguza uache wizi, tutashukuru Mungu. Kama mahubiri yangu yatakusaidia ili uponywe, basi tutashukuru Mungu pia. Tutakuja hapo. Kama kuna mtu aliniandikia comment section akasema, kaka, mahubiri ya leo yameniguza sana kwa sababu unaoyazungumzia mimi nilikuwa hapo siku moja. And when I made a decision, I got healed in Jesus' name. Ladies and gentlemen, there is a story in the Bible. When you read the book of Jonah, chapter 1, verse 1 onwards, the Bible tells us of a story where there is this man called Jonah. You know, Jonah was a prophet. He was a preacher of the word. He was God's servant. Alikuwa nabii wa Mungu. So siku moja, the word of the Lord came into Jonah. Ikamwambia, Jonah, nataka ufunge safari. I want you to travel to Nineveh. You go and preach against that city. Why? Because it has turned against the Lord. Ladies and gentlemen. And the Bible says Jonah was not willing. Why? Because Nineveh ilikuwa na madharau kwa Waisraeli. So ni kama kwa fikra zake za kibinadamu, Jonah alipoangalia akasema, watu wako na madharau kwetu sana na siendi. Alipokataa, he found means to run away from the Lord. The Bible tells me he plotted ways to run away from the face of the Lord because the Lord had commanded him, Jonah, pack your things, start your journey, go to Nineveh, and I've sent you to preach to that city so that the people can get saved. Ladies and gentlemen, nilikuwa katika channel ya siasa, Mungu akazungumza kwa watu wengine akasema, kaka, vile tumekuona wewe ni mtu wa kuhubiri injili, enda fungua channel nyingine uhubirie watu waokoke. That's why I'm here. Sijajileta hapa. Oh, I have been sent. You know, God speaks to a person through other people or through dreams. So if God spoke to other people and told me, kaka, we see a star in you, tunaona wewe ni mhubiri, and I'm here. You never know what God wants in this channel. So wale wa kupinga, mnapinga kitu ambacho hata muelewi kilitoka wapi. Atumira mwanza kuniuliza, kaka, tuambie denomination yako ni gani? Sisi hatuabudu denomination. Hata kama wewe ni SDA, hata kama ni Catholic, hata kama ni PAG, tunaabudu Mungu mmoja, tunatumia Biblia moja. Denomination haitakupeleka mbinguni. Kitakacho kupeleka mbinguni ni moyo wako na Mwenyezi Mungu. Period. Hii story hapa duniani ati mimi ni PAG, mimi ninaabudu Jumamosi, mimi is an issue. The salvation is about how are you connected with God? Je, umeokolewa kiroho? Period. Haya mengine haya ni sarakazi za hizi hapa duniani. Niliwaambia mimi niliokoka kitambo sana. Mimi ni mhubiri wa injili. Yes. I'm a CD director in one of the biggest churches in Kisia, the PAG churches, for those who are asking for my denomination. Mimi nimeokolewa kwa damu ya Yesu. Unajua, kufanya siasa haimaanishi kwamba hautakuwa mhubiri.
Inchi zimeteseka kwa sababu watu wanafikiria kwamba siasa haiwezi changanyishwa na mahubiri. Kwani mnatakaje Kenya iokolewe kama mtaki wahubiri waingie katika siasa? Waambie ukweli wa neno. Kwa hivyo Mungu akazungumzia nabii Jonah, akamwambia nendeni. So Jonah akasema siendi. Akakataa kutii sauti ya Mungu. Akaanza safari kutoroka kuelekea Tarshish. Biblia inasema alipokuwa akitoroka akafika baharini. He was running toward the opposite of Nineveh. So the only option that was there ni lazima angeingia baharini ndipoza akapata kuvuka katika ng'ambo nyingine ili atoroke, kwa sababu alikuwa amekataa kutii sauti ya Mungu. The Bible says akaingia ndani ya meli. Na alipoingia ndani ya meli, the Bible says the waves started. Mawimbi makali yakaanza, yakawapiga vita. Hata wale ambao walikuwa ni wavuvi wakaanza kuogopa, wakaanza kuulizana, na hatujawahi experience such powers, hizi zimetoka wapi? They started asking each other. Wakaulizana, hapana, tumefanya uvuvi hapa miaka mingi and we have never experienced such a wave. So they were asking one another. Wakaulizana, ndugu, there must be strange powers in this boat, because the kind of waves we are experiencing are abnormal. Kumbe mtu mwenye alikuwa ameingia huko ndani na amesababisha haya yote ni Jonah. Now God is fighting him. But remember, God is not fighting Jonah. God is teaching him a lesson. That yes, you can run away from me, but you cannot escape. Ndugu, wakati walianza kuulizana sasa, wakaamua wacha tutafute hii shida imetokea wapi. They started searching. They came across Jonah and he was asleep. Kamwambia, ndugu, brother, wewe ni nani? Brother, hebu kuja. Kijana, hebu kuja. Unaonekana mgeni. Sura yako unatoka wapi? And Jonah was very open to them. Akamwambia, I know the problems you are experiencing. I am the problem. Akamwambia, kama mnataka Mungu awaokoe, mimi nitoe hapa nirusha kwa bahari. You know, God is teaching Jonah lesson. So Biblia inasema walipomshika wakamtoa kamrusha ndani ya maji, bahari ikatulia na mawimbi yakatulia. The waves zikatulia, safari ikaanza kwenda nywe. The Bible tells me wakati Jonah aliporushwa ndani ya maji akakutana na samaki mkubwa sana, the whale, ikammeza. The Bible tells me alipokuwa ndani ya samaki akaanza kutubu. Kaambia Mungu, Mungu nisamee, ninaona unaweza. Wewe ni Mungu wa miungu. I see you are powerful. God forgive me. Lakini Mungu akamwambia, lazima uende mahali nilikutuma. Lazima uende Nineveh. Ladies and gentlemen, alipoomba msamaha ndani ya samaki, Biblia inasema samaki ikambeba ikampeleka hadi Nineveh at the river bank, kamweka pale. I want to proceed. What am I trying to say? Finally, Jonah alikuja akaenda Nineveh, lakini nataka niseme nini? Jonah ameambiwa na Mungu kwamba amka, nendeni ukahubiri injili Nineveh, lakini Jonah nakataa, akasema mimi naenda Tarshish. Kuna watu mnateseka katika ndoa kwa sababu mzazi alikwambia usiende kuolewa kwa hiyo familia, ukasema mimi ninaelekea kwa kina Nyakundi. Sasa unateseka. Wewe ni kati ya wale watu sasa wanatembea wakisema men are dogs. Wewe ni kati ya wale watu unasimama wakisema men are useless. Kwa nini? Ulikatazwa mapema ukakataa. Uliambiwa huyo mwanaume ni kinyangalika. Sijui kama wanaume ni vinyangalika. Kaambiwa vizuri, huyo mwanaume unayemwendea si mzuri, ukasema si ananipenda, kuna six pack, naenda huko. Kakwenda. Sasa hivi unakula ngumu. Na umeanza kulaumu watu. Kwa nini? Kwa sababu you never obeyed the instructions. Kuna watu mumeumia
kibiashara kwa sababu you were advised, tukaambiwa hapa usiweke biashara kama hii. The intelligence ikakwambia hapa utaumia, biashara yako ikaungua. Sasa unalilia watu. Why? You never obeyed instructions. Kuna watu mnateseka because you refused to obey. Kuna watu mlifukuzwa katika ndoa kwa sababu mlikataa kufuata sheria. Uliambiwa hii, wewe ulikuwa unataka hii. Ukaambiwa hii, wewe unataka hii. Toka. Kuna wanaume mnateseka sasa hivi. Mmeibiwa mali kwa sababu mlioa wanawake mliokatazwa na wazazi. Ukaambiwa huyu msichana huyu unayemuoa huyu, hii familia si nzuri. Huyu msichana tumemuona hii town, ametembelewa na wanaume karibu 277. Kasema hapana, sikao tunapendana. Ukaoa, sasa unakula ngumu, alafu unaanza kulaumu watu. Kufuata maagizo. Kuna watu mnatazeka katika kazi kwa sababu you refused to follow instructions. You were advised very well. You refused to follow instructions. Kuna watu mnaumia shuleni. Ulifanya kozi ambayo haukuwa unataka kwa sababu wazazi walikuambia please, we have a connection, fanya hii na hii na hii. Wewe ukakula ngumu. Saa hii unateseka, alafu unaanza kulaumu watu. Nineveh, Jonah akaambiwa lazima uende Nineveh kuhubiri injili. Badala ya kwenda Nineveh, yeye akageuza kichwa, akaanza safari kuelekea Tarshish. Bila nasema akamezwa na samaki. The time you know and confess, God will rescue you. Ile wakati utajua kwamba mume wangu nilimkosea mahali fulani, urudi uombe msamaha, utasamehewa na ndoa yako itasimama. Ule wakati utakumbuka kwamba hapana, mama yangu na baba yangu niliwakosea ABCD, utoroke kutoka Nairobi Mombasa, rudi nyumbani uombe msamaha, mwambie baba, nimejua mahali nilikosea, ninaomba msamaha, utasamehewa na utabarikiwa. Ladies and gentlemen, rudi omba msamaha. Ambia Mungu nilikosea ndio, lakini nisamehe. Jonah alipokuwa ndani ya samaki akaambia Mungu, najua nilikukosea Mungu, nisamehe, nimejua makosa, nitarudi kwenda Nineveh kuhubiri injili. Na Mungu akamuokoa, akamtoa ndani ya samaki. The consequences of lack of following instructions are severe. Ukikataa kufuata maagizo, ghadhabu ni kubwa. Kuna watu mnaendelea kuteseka because I want you to meditate upon your life. If there is a challenge you are going through, meditate upon your life na ujue ulikosea wapi, na utakapojua rudi omba msamaha. Na kuja kwa comment section sema, kaka Sungura, mimi uliponiambia nilienda nyumbani nikaomba msamaha na nimesamehewa, sasa hivi mimi ninaendelea na kazi. Kuna watu vichwa ngumu. Kazini mdosi anakuambia fanya hii, kichwa chako unataka kuenda hapa. Unaambiwa kuja kazi saa 2, wewe unataka kukuja saa 4. Halafu unaanza kulaumu watu ati umevutwa kazi. Vichwa ngumu, kukosa kufuata maagizo. Utakapoanza kufuata maagizo, utasamehewa na utapata baraka. Na kama ulifanya makosa, ile siku ambayo utasema ndio mume wangu nilifanya makosa, nilijua nilikukosea hapa, nisamehe, turudiana, maisha yene, utasamehewa. Ukirudi useme mke wangu nilifanya makosa hapa, tukaachana, tafadhali, nimenyenyekea, nimejua makosa yangu, nisamehe, tarudiana na ndoa itaendelea. Vichwa ngumu haitakupeleka mahali. Kichwa ngumu ilifanya Jonah akamezwa na samaki, akateseka ndani ya samaki kwa siku 3. Joto yote, uchafu wa samaki, the smell and everything, ndani ya samaki. Rudi nyumbani, omba msamaha, utasamehewa. Rudi kwa wazazi, uombe msamaha, utasamehewa. Rudi, enda omba msamaha, waambie nilikosea, nimejua makosa, nisamehe, nimerudi. Ask for forgiveness. Go back. Rudi.
watu mlivutwa katika kazi kubwa kwa sababu ya kutofuata maagizo. You never follow instructions. Rudi, ambia mdosi nimeomba msamaha, nisamehe, na atakurudisha kazi. That's a gentleman. The power of following instructions is equal to success and blessings. The idiocy of failing to follow instructions is equal to failure. Simple as that. Hata ukitaka kupika jikoni, hauwezi ukakaanga unga ndio uweke maji utengeneze chakula, utengeneze ugali. Haiwezekani ndugu yangu, haiwezekani. It cannot happen. Lazima kwanza uweke maji kwa jiko ya tokote kwanza ndio uweke unga, ndio utengeneze ugali. Hauwezi hata kwa dawa. Maagizo. Unapoanza safari, hauwezi anza na hatua 10, lazima uanze na hatua moja. Kanyaga kutoka kwa mlango, uingie kwa compound, uingie kwa gari, uanze safari. Hautaanza kwa gari kwenda safari, alafu rudi tena kwa nyumba. Follow instructions. The power of following instructions. Samueli alipokuwa akiitwa na sauti, Eli alimwambia, rudini, utakaposikia ukiitwa sema, Mungu niko hapa nitumie. Na alifuata maagizo. Alipoitika alibarikiwa. Samueli alikuwa anaambia Eli, nimeitwa mara kadhaa, ni nani ananiita? Eli akamwambia, utakapoitwa fuata maagizo, sema hivi, Bwana niko hapa, mimi mtoto wako nitumie. Na alipofuata maagizo, Biblia inasema hapo ndipo Mungu alimbariki. Na kama angekataa kufuata maagizo, ingekuwa wapi? Penzi watazamaji, wacha Mungu akuonee huruma, wacha Mungu akubariki. May God see you through your problems. Mungu akunenee na akuokoe. Kama ulikosea wasasi, Mungu akuzungumzie. Kama ulikosea wazazi, Mungu akuzungumzie kwa njia ya kipekee. Baada ya kuangalia hii video, uende nyumbani uombe msamaha na utasamehewa. Kuna watu mlitoroka ndoa mkafikiria kwenda kuishi single utapata amani. Na saa hii unasumbuka, umeanza kukumbuka nyumba ambayo ulikuwa unaishi ya Bwana. Umekumbuka pesa alikuwa anakulipia, unakumbuka nywele alikuwa anakutengenezea. Umesumbuka na stress. Endeni, rudi omba msamaha na utasamehewa. Baada ya kutazama hii video, rudi sema, kaka, nilienda nikafanya ulivyosema na sasa ninaendelea maishani. Mungu akuonee huruma, Mungu akutie nguvu. Najua kuna watu mnatazama hii video na mko wanyonge kwa sababu mlikataa kufuata sheria. Mungu awatie nguvu, mrudi mahali mlikuwa, muombe msamaha na mtabarikiwa. May God bless you so much. Asanteni sana.